A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Tunaanza kwa kumsifu na kumtukuza Mwenyezi Mungu kama anavyostahili kusifiwa na kutukuzwa. Tunawatakia rehema na amani mitume wake wote, akiwemo wa mwisho wao Nabii Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam. Naam, mimi kipindi nimesilimu naingia kwenye dini ya Kiislamu, yapo maneno ya mashekhe fulani walikuwa kiyatumia zama hizo. Of course yaliniathiri sana. Sikujua kama maneno hayo kiuhalisia wa dini hii ya Kiislamu hayakuwa ya kweli. Na hii ni kwa mashekhe wengi sana. Mashekhe, acheni kuwatia pressure ama kuwafanya Waislamu waone mazingira ya kuitumikia hii dini ni magumu kwa sababu ya matamanio yetu binafsi. Ishafika hatua saizi imani katika nyoyo za watu imekuwa ndogo. Hasa badala ya mashekhe kudili na kukuza imani za waumini, leo mashekhe mnasimama upande wa kuwatishia waumini wafanye ibada, wafanye kitu fulani. Ibada haifanywi kwa kutishia. Zamani ilikuwa mtu anatoa sadaka ama zaka kwa mapenzi yake, sio mpaka umwambie utakufa, utafanya ndio atoe, hamna. Lakini leo imekuwa ni kawaida kwa baadhi ya mashehe kutumia njia ya kutishia, kitu ambacho kinapelekea mtu tafanyaje na kadhalika. Mimi wakati na silimu niwe kusikia sana wakati huo maneno mengi. Tena nilikuwa katika kipindi cha Ramadhani kuhusiana na zakatul fitr. Nilisikia nasemwa mtu anapomaliza kufunga Ramadhani, funga yake haiendi kokote, inakaa baina ya mbingu na ardhi ikisubiri yule mtu mpaka atoe zakatul fitr, ndio inaenda kwa Mwenyezi Mungu. Kwa mujibu wa kauli kama hii, nilijua wazi ni lazima nitoe zakatul fitr, niwe nacho niwe sina. Sio tu sina, bali hata kama nina kiasi nimetenga kwa ajili ya familia yangu, lazima nikimege kile, nipunje kidogo familia, ili nikimege kile nikatoe. Ndicho ambacho nilikuwa nikifahamu, lakini kumbe sivyo. La, Mtume sallallahu alaihi wasallam anazungumza, anasema kitu cha kwanza ambacho mtu anapaswa kukiangalia kwenye mazingira ya kutoa zaka au sadaka ni kuangalia yeye mwenyewe kwanza. Cha pili, aangalie watu walio karibu yake wanaomzunguka, familia yake. Tatu, ndo aangalie watu wa nje. Maanake ni nini hapa? Hadithi iliyotolewa kuhusiana na funga Ramadhani iko baina ya mbingu na ardhi, inamsubiri mtu mpaka atoe zakatul fitr ndio ikubalike. Hii hadithi ni dhaifu na haipo kwenye maana ya kujenga hoja ya hukumu katika dini. Wa maulama wa hadithi wote wakongwe wenye fani kubwa ya kutafiti isnadi za hadithi wamekubaliana kwamba hadithi hii ni dhaifu na haina uhalisia, kwa sababu inaenda moja kwa moja kwenye kutengua kitu kinachoitwa dharura kwa mtu, kwamba kuna watu wengine uwezo hawana. Kwa namna hiyo hadithi hii haifungamani na ukweli, kwa sababu Allah ameahidi kuifanya dini hii kuwa nyepesi, hajaahidi kuweka uzito. Kinachobidi kwenye funga, kwenye kutoa zakatul fitr, kazi yake zakatul fitr ni nini? Zakatul fitr haina kazi ya kufanya funga yako ikubalike. Zakatul fitr ina jukumu moja. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, Ibn Abbas radhiallahu anhu anasema, Mtume sallallahu alaihi wasallam alifadhilisha zakatul fitr kwa kusema inamsafisha mja aliyefunga kutokana na maneno ya upuzi na ujinga aliyoyafanya ndani ya funga yake. Hiyo ndio kazi ya zakatul fitr. Inamsafisha kutokana na maneno ya ujinga aliyoyafanya ndani ya funga yake. Hiyo ndiyo kazi ya zakatul fitr. Lakini vile pia imewekwa mahususi kwa ajili ya yule ambaye atatoa, iwe msaada kwa ajili ya wasiokuwa nacho siku hiyo, ili nao wakafurahi. Zakatul fitri itolewe kabla ya salatul Eid, ila ikitolewa baada ya salatul Eid itakuwa ni sadaka kama sadaka zingine. Kwa haya ndio maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Cha kwanza unatakiwa nini?
wewe ili ukidhi mwenye wajibu wa kutoa zakatul fitri ni yupi? Yule ambaye ameshakadiria chakula cha familia yake siku hiyo ya Idi kikatosha, chakula kile pendwa ambacho familia yake inakipenda. Watoto na familia inapenda siku hiyo uchinje kuku, ununue mchele ule ulio bora kabisa ili wafurahi kulingana na ada yako. Lakini kama wewe utakuwa unapika chakula kingine, ni wewe umependa uchinje maybe kuku au ununue nyama, fanya kwanza hayo. Ukishafanikiwa kufanya hayo, piga mahesabu kilichobaki, kama kinatosha kutoa, kitosha toa, huna lawama. Maswahaba walikuwa na uwezo mkubwa, ndio maana wengine walikuwa kitolea mpaka mimba iliyoko ndani ya tumbo la mama ilikuwa inatolewa zakatul fitri. Lakini wewe ambaye uwezo huo unao, toa, watolee. Una uwezo mzuri, toa. Hata kwa kitoto kichoko tumboni, mimba, toa, kitolee zakatul fitri. Hauna, baki kuhudumia familia yako. Kwanza mshukuru Allah, umefanikiwa kuilisha familia yako katika siku hiyo. Familia yako ndio inakuwajibikia wewe kuilisha siku hiyo, ila ziada itakayozidi ndio itumie kutoa zakatul fitri kwa ajili ya kuwasaidia wale ambao wanahitaji. Leo misikiti mingi haitumii vyema haki hii ya kuchukua zakatul fitri na kuwapelekea wahitaji. Uislamu unafundisha maskini heshima yake ilindwe, ambaye hana uwezo heshima yake ilindwe. Leo mashekhe mnafanya hayo? Leo haifanywi hivyo, ni wachache kama wanafanya, ni wachache sana. Leo masikini ndo anaenda, leo masikini ndo anakuja msikitini kutaka kupata zakatul fitri. Lakini kiutaratibu inabidi msikiti ndo ujue eneo hili tuna masikini wangapi wasiojiweza kwenye kujihudumia na familia zao, wakala wakafurahi siku hii. Na sio tu masikini, bali wale wenye uhitaji. Unajua familia fulani iko pale haina uwezo wa kununua chakula kizuri siku ya Ramadhani, siku ya Idi. Mnapeleka fedha, mnapeleka mchele, sio mpaka watu waje wajidhalilishe, waje hapo nje ya msikiti wakao yake manguo hivi, mifuko hivi. Sivyo hivyo. Dini ya Kiislamu inaelekeza kulinda heshima ya masikini. Ndio maana hata kwenye kuelezea habari za msafiri, Allah anasema utagundua wasafiri kutokana na nini? Na kule walivyo, ni kama vile hawana uhitaji, lakini wana uhitaji. Utamwona ni kama vile hana uhitaji, lakini mtu ambaye anatafiti vizuri habari hizo atagundua huyu msafiri ana shida. Lakini leo maskini mpaka aje kulilie ndo hivi na hivi, huko ni kumdhalilisha na kumtolea heshima yake. Kwa hivyo utaratibu ulikuwa ni nini? Kazi ya viongozi wa msikiti ilikuwa ni kutafiti maeneo hayo, masikini wenye uhitaji au wenye shida ya uhitaji wa chakula siku hiyo wako wangapi, kisha wanawatembelea, kila mmoja kwake anapewa mzigo wake kwa siri tu ili heshima yake ibaki. Lakini leo misikiti mingapi inafanya haya? Hakuna. Leo ndio kwanza zakatul fitri ikitoka, wengine wanachukua waenda kununua luku ya msikiti. Haikutoka kwa ajili ya kazi hiyo. Kama ilibakia sawa, ila hamjafanya juhudi yoyote kuitembeza, mnabadilisha matumizi, mnaingia kwenye dhima. Kwa kufanya haya mnaingia kwenye dhima. Mimi nashauri mwisho kabisa, zakatul fitri amewajibikiwa mtu ambaye ameshapiga mpango wa chakula cha familia yake kimetosha. Huyu anabakiwa na ziada kidogo ya uwezo fedha kwa ajili ya kununua chakula chochote kingine kwa ajili ya wenye uhitaji. Wewe umewajibika kutoa, na pa kutoa sio lazima uende msikitini. Na kuambia tena, kama unajua eneo la mtaani kwako kuna familia ambayo haina uwezo wa kujikidhi haja yao katika siku kuu ya Idi, nenda kaipelekee, nenda kaipe. Kama una mchele peleka, una hela peleka, watanunua wenyewe mchele na vitu vingine. Nenda kaipe. Hiyo ndio njia bora kuliko zama hizi. Mfuate mwenyewe mwenye uhitaji, kampe, na Allah anajua zaidi. Shafahamu? Hiyo ndio njia bora kuliko njia zote. Lakini hili swala la kulazimisha kwamba funga ya mja ipo baina ya mbingu na ardhi mpaka utoe zakatul fitri ni uongo, sio ukweli kabisa. Hadithi ni ya kutengeneka, hii haina uhalisia. Ndio maana hata kwenye vitabu vikubwa maarufu huwezi kuikuta hadithi kama hiyo. Hadithi hiyo imewekwa kwenye vitabu vingine ambavyo vilikuwa vinakusanyaga hadithi bila kuangalia
isnadi yake vizuri, na hawakuwa na lengo baya ya ukusanyaji. Walikusanya kwa sababu wanaviweka pale ili wale maulama wa baadaye watakaokuja watakuja kuchambua hadithi hii. Kwa hivyo wakati kina Imam Muslim, kina Imam Shafi, kina Imam nani wanachambua hadithi ile, wote wakaiacha, wakaitenga, haina maana, haina uzito kwao. Ndipo alipokuja maulama kama vile maulama wa kipindi chetu kina Sheikh Albani, wamekuja kusema hadithi hii ni dhaifu, haina maana yoyote. Kwa hiyo ndugu zangu, hayo ndio tunayozungumza kuhusiana na zakatul fitri, na nafikiri darasa la mwisho kabisa hii katika mwezi wa Ramadhani. Hatutarajii kama kuna nyingine, lakini Allah akijalia wepesi tutaendelea kufikishana. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.